Yes, wapenzi watazamaji, kama kawaida yetu sisi ni kukuleteni habari mbalimbali na matukio mbalimbali ili mpate faida kubwa sana katika channel yetu ya Bongo Media. Cha msingi kama kawaida yetu kwamba usisahau kubonyeza neno subscribe hapo chini pamoja na kubonyeza alama ya kengele ili uwe ni mtu wa kwanza kupata kila habari itakayotoka katika channel yetu hii ya YouTube. Jana nafikiri nimeongea na Bi Mariam hapa na leo nimeamua nije tena kuzungumza naye tena Ukhti Mariam. Jina lake mimi nimelikariri, sijui wewe ushalikariri ili siku nyingine usije ukaniuliza tena kama anaitwa nani huyo. Jina lake ni Bi Mariam au Ukhti Mariam kwa sababu bado ni kijana, usimuite bibi. Kijana haitwi bibi, ni ukhti. Kwa sababu ukhti kwa Kiarabu, kwa Kiswahili inakuwa ni dada. Mwanamke yote inakuwa ni ukhti. Kwa hiyo tuko naye Bi Mariam kwa ajili ya kuendelea kupata madini makubwa na kupata elimu kubwa kama mzazi, kwa sababu ana watoto lakini pia amepitia katika ndoa. Kwa hiyo anajua mengi sana kuhusu ulimwengu na kuhusu dunia na kuhusu maadili. Habari za hizi? Salama. Yatangia jana? Nzuri. Hongera, unazidi kung'ara. Asante, nashukuru. Uko vizuri lakini? Alhamdulillah. Watoto vipi, wajambo? Hawajambo. Jana nafikiri tulizungumza mada kuhusiana na habari mazima ya malezi ya watoto na familia katika jamii. Tukazungumza mambo mengi sana kuhusiana kama kwa nini watoto wanaharibika. Je, serikali nao inachangia vipi katika swala zima hili? Nafikiri watazamaji wakapata faida kubwa, au unasemaje? Ni kweli tuliongea. Okay, asante sana. Sasa leo mimi nitakuuliza swali. Na maswali yako mengi lakini nitajitahidi kuyafupisha kutokana na muda uende kupika iftari, kwa sababu najua muda iftari sasa hivi unataka kupika iftari. Swali langu la kwanza kwamba tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na leo ni Ramadhani ya 9 nafikiri bila shaka. Si ndio hivyo? Hapana, sio ya 10 kweli? Sio ya 9. Leo ni Ramadhani ya 9. Sisi tunajua kupika tunakula. Au sababu tunawachia watoto. Au umefunga mwanzo mzetu? Hapana. Nimefunga kwa kuona na nitafungua kwa kuona. Okay, basi hongera sana. Asante, nashukuru. Kumbe mzetu na wewe. Uko kwenye chama? Ndio. Basi sawa. Okay, katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kuna watu hasa vijana na wapo watu wazima, sio vijana tu, wanaswali kwa msimu kama mvua masika. Wanaswali kwa msimu kwa sababu mvua masika inakuja kwa msimu, si ndio hivyo? Sasa vijana wengi sana katika huu mwezi wa Ramadhani wamekuwa na swali, lakini ikimalizika Ramadhani tu wanaacha kuswali. Maana yake wanaswali kwa msimu mpaka kwa msimu. Je, hawa vijana bila shaka wanakosea, si ndio hivyo? Ndio, wanakosea. Sasa unawahusia kitu gani au na lipi la kuambia vijana hawa ili wasiache kuswali? La kuambia kwa kweli, swala sio kwamba ipo kwa kila mwezi wa Ramadhani au ibada tunaizungumzia, sio kwamba ipo kwa kila mwezi wa Ramadhani. Ibada ni kwa kila siku. Na ndio maana tunaambiwa kila tunapokaa tunatakiwa tuombe, tusaidiwe na tustaghfiru kwa kile ambacho tunachokifanya, kikiwa cha siri, ikiwa cha dhahiri, ikiwa tunachokijua na tusichokijua, kwa kila siku inapoingia. Kwa ni swala pia ni kama ibada, tunatakiwa tuifanye kwa kila siku. Kwa hiyo kwa mimi nawahusia vijana wenzangu na wazee na watoto kwa ujumla, tuswalini kwa kila siku, kwa sababu hatuwezi kufanya kitu bila swala. Swala ndo nguzo ya kwanza. Unaambiwa kama huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, hata useme unafunga, unaweza ukafunga, lakini kama huswali basi ni sawa kwamba tu umeshinda na njaa. Funga yako haiwezi kusimama pasipokuwa na swala. Swala ni muhimu hii. Na huwezi ukasema eti namuomba Mungu mimi anisaidie nipate hichi nipate kile kama hujaweza kuswali. Unatakiwa uswali, usujudu, mnyenyekee Mungu wako, ndipo pale Mungu anajua huyu mja wangu kweli ana shida, ananipigia magoti, ananiomba ili nimsaidie. Kwa uwezi kukaa tu hivi maskani eti huku unavuta bangi au kunavuta sigara, Mwenyezi Mungu nijalie nipate riziki yenye halali na mie, au Mwenyezi Mungu nijalie nipate kazi yenye heri na mie. Hapana. Unatakiwa uwe msafi, umuombe Mungu wako, uswali, umuombe Mungu wako kwa kila shida ambayo unapitia, Mungu anakusaidia. Tunashukuru sana kwa ushauri wako na una madini ya nguvu, hongera. Asante, nashukuru. Okay, vijana mnasikia wasia na maneno mazuri, maneno matamu kama mfano wa asali, na maneno haya kwa thamani yake yanatakiwa yaandikwe kwa wino wa dhahabu
kwa sababu ni maneno mazuri, ni maneno matamu kutoka kwa ukhti wetu Mariam. Ametupa nasaha nzuri, cha msingi natakuwa tuzifanyie kazi kama vijana, hasa wazee pia nao, kwa sababu wazee ndo wanazaa watoto vijana, kwa na wao ndo wanakaa na vijana. Kwa wazee nao pia wajitahidi kuwaambia watoto wao watekeleze baada ya swala 5. Nafikiri la kwanza limemaliza. Sasa swali langu la pili, ukhti Mariam. Naam. Katika maisha, juzi tulizungumza na Sheikh Muhammad pale, mwalimu yule Muhammad kijana wetu, akasema kwamba mwanamke akiwa katika nyumba, mfano yuko na mumewe, sawa, kwa wewe mtazamo wako kama mke ambaye umepitia katika ndoa, na ndoa unajua vizuri sana bila shaka, si hivyo? Ndio. Kuna baadhi ya fikra za watu, hasa sisi wanaume, kwamba mwanamke akiolewa hatakiwi kufanya kazi. Je, kwa upande wako unalichukuliaje? Mwanamke akiolewa kisheria ndio hatakiwi kufanya kazi. Kazi anatakiwa afanye baba. Lakini kuna wanaume ambao wanapenda wanawake wafanye kazi, sawa, lakini kuna wanaume pia hawapendi wake zao wafanye kazi, kwa sababu mwanamke akifanya kazi anasema kwamba atakuwa na dharau katika ndoa, atamdharau mumewe, au inakuwa vipi? Kwa kweli sisi wenyewe wanawake au wake, kusema ukweli, baadhi yetu tukishaolewa, mume akiwa na kazi yake na wewe na kazi yako, sisi wanawake automatic yetu tukiwa na kipato kidogo tunakuwa ni wajeuri sana. Kwa hiyo ikiwa mwanaume anafanya kazi na wewe unafanya kazi, ule mshahara ambao unaopata wewe unakuwa unakupa kiburi. 99% tunawadharau waume zetu tukiwa na kazi. Hilo ni kweli na lipo linajulikana. Sasa wanawake hao wewe unawashauri kipi, kitu gani? Je, wafanyie kitu gani? Mimi kwa ushauri wangu tu, endapo kakuona kazi yako, hawezi kukukataza kwamba usifanye kazi, kwa sababu yeye mwenyewe mpaka anakuachia ufanye kazi na yeye anafanya kazi, kwamba wewe ukipata robo na yeye kapata robo, inakuwa ni nusu, mnatatua mahitaji yenu. Nishofahamu. Na wanaume wengi hawapendi kwamba eti waoe mwanamke alafu asifanye kazi. Unaweza ukamkuta hana kazi ya kuajiriwa, lakini anaweza akamwambia mke wangu, huu mtaji uza japo malai, nimekuwekea freezer pale, uza japo juisi, au nenda sokoni kanunue viazi, uza japo viazi vile kwa tomato au kwa nini au vipi. Kama hivyo uza visambusa, uza japo uji, kwa sababu hajataka kwamba yule mwanamke akae kwamba amtegemee kwa kila kitu. Ushafahamu? Na ndio maana kaamua kumpata mtaji mdogo, kwamba endapo pale yeye hayupo au yeye kakosa, basi aweze kuchukua hata ile buku akanunue sabuni ili aoshe watoto au ajioshe mwenyewe. Asante sana kwa madini bwana. Asante, nashukuru. Hili swali la pili nafikiri tumepata faida pia. Huyu ni mwanamke, kwa namuuliza maswali yanayohusiana na yeye mwanamke. Swali langu la tatu ambalo pia linahusiana na mambo haya ya wanawake, kwa sababu wewe ni mwanamke na umepitia katika ndoa na bado unaendelea kuijua ndoa zaidi ya hapo ulipo. Swali langu la tatu ambalo linahusu ndoa, ili lakini samani. Bila samani. Sawa, kwa sababu wanawake wengi sana hili kuwazungumzia linawauma. Sasa kwa upande wako wewe nafikiri utapata faida na watazamaji kule watapata faida, utatuweka wazi. Tunaomba usitufiche, tuweke wazi ili watazamaji kule wanaotuangalia nao wao wamenyoka. Uko tayari? Niko tayari. Okay, swali langu kwamba hivi ni kwa nini sijui nitumie kwamba baadhi ya wanawake au 90% au 80% ya wanawake, lakini utalielewa swali langu. Wanawake wengi sana kipindi kama hichi Ramadhani, ikifika karibu na sikukuu pengine Ramadhani 20, 15, 19, 25, kwa nini wanawasumbua waume zao kuhusiana na masuala mazima sikukuu kwa upande wa nguo na upande wa vyakula? Hivi na kwa nini kama wewe mwanamke? Jamani. Kiukweli sisi wanawake ndo kama tulivyoambiwa wadhaifu. Kwa ikifika kipindi kama hichi cha Ramadhani, sie kwanza akili yetu, kama una watoto, akili kwa kweli wakina mama sote akili yetu haitutumi, na tutuma tu kwenye sikukuu kwa ajili ya watoto wetu. Na kuna baadhi ya wababa wanaujua umuhimu wao, hawataki kukurupushwa wala kufahamishwa. Kabla Ramadhani anakuwa tayari ashapanga bajeti yake. Anakuambia mke wangu, hii ni pesa ya Ramadhani na hii weka akiba kwa ajili ya watoto. Kawatafutie kabisa vitambaa, baadaye itakapofika mbele
tutajua tu kilichopungua ni wapi, tunajua tuongeze wapi, kwa baadhi ya wazazi. Na pia kuna baadhi ya wazazi wanaujua umuhimu wao ila hawafanyi, mpaka watukanwe na wanawake zao ambao ni wake zao, mpaka washikane mashati. Ushafahamu? Ndio hivyo. Okay, nimeelewa vizuri sana hapo. Je, wewe uliwahi kumsumbua mumeo wakati wa kipindi kama hichi cha Ramadhani karibu na sikukuu? Hapana, kwa sababu mie nimejaliwa kuolewa na mwanaume si maskini. Hicho kidogo alichokuwa anakipata, lakini alikuwa anakipangia budget, kwamba kabla haijafika Ramadhani mwenyewe alikuwa anajua mimi ni mnyonge na maisha yangu, siwezi kusema kwamba niseme mwisho wa mwezi huo nitafanya hichi, mwisho wa mwezi huo nitafanya hichi. Kwa hiyo kila akienda kazini akirudi anaficha, mke wangu ficha, mke wangu hichi kidogo ficha. Kwa kile kidogo ambacho alichokuwa tunaficha, ilipokaribia mke wangu, haya sasa twende sokoni tukachukue baadhi ya vitu tunaika ndani, japo kwa wiki moja wiki mbili haiwezi kutupa chenga. Na kuhusu watoto ndo vile vile, unaficha hichi kidogo, unaweza kabla Ramadhani ukienda ukatafutia japo vitambara viwili ukavipeleka kwa fundi. Unajua hata siku zikienda mbele unajua Mungu hawezi kumkosesha mja wake, anakupa tu, hajakupa kwa njia hii atakupa kwa njia nyingine. Anaweza akakujalia baadaye akakupa tena kidogo, ukatafuta tena viwili. Hata Mungu akijalia imefika sikukuu, kwa uwezo wake Allah na mbio na jitihada zako, unapata japo viwili vitatu, na kizi mahitaji yako pamoja na familia yako. Okay. Ni vizuri, una majibu mazuri, una majibu matamu. Sawa. Sasa una lipi la kuambia wanawake ambao hawashukuru wanachopewa na waume zao, hasa kipindi hichi cha Ramadhani na kipindi cha sikukuu? Mimi wanasihi wanawake wenzangu, wazazi wangu, kwa sababu wazee wetu wapo na sisi vijana pia tupo tuliolewa, wapo walioolewa, wapo wasioolewa. Kwa kweli tushukuru kwa kile kidogo ambacho tulichojaliwa na Mungu. Mumeo akikuletea kapata hichi, kapata robo, mshukuru, kwa sababu usio kawa na tamaa ukamwona mwenzio kapata kilo, yeye kakuletea robo, ukaanza mbona fulani kapata kamili, wewe unaniletea robo, na mnafanya kazi pamoja. Haiwezekani. Wewe utakuwa hivi, utakuwa hivi. Hapana. Wewe mshukuru Mungu, angalia kile ambacho alichokuletea mumeo. Kwa mimi, kwa ushauri wangu, tunatakiwa tushukuru kidogo, kwa sababu unaambiwa usiposhukuru kidogo hata upewe kikubwa huwezi kushukuru kwa kweli. Sawa, nashukuru pia kwa majibu yako. Nafikiri watazamaji wetu wameshapata faida kubwa sana, na kwa hayo waliotoa, nina imani watu wengi wakisikiliza kwa makini sana watabadilika, au unasemaje? Ndivyo, atakayebadilika atabadilika, asiyebadilika tutamwombea Mungu ambadilishe kwa kweli. Basi inshallah, mimi nikushukuru sana Ukhti Mariam, na pia nikushukuru wewe mtazamaji wangu wa kutuangalia na kutufuatilia katika YouTube channel yetu, na usisahau tu kushare link hizi kwa wengine ili na wao wazidi kupata faida. Kuna mengi natarajia kuyaleta mbele, kuna watu mbalimbali tutawahoji kuendeka katika mitaa mbalimbali, lakini pia tutakuja kuhoji tena siku nyingine na Bi Mariam, kwa sababu ana mambo mazuri. Leo ni siku ya kwanza kumhoji katika channel yangu ya YouTube, lakini nimependa namna uongeaji wake. Sasa sijui wewe hujapenda namna uongeaji wake, bila shaka umependa sana. Cha msingi subscribe chini, bonyeza na alama ya kengele ili uwe ni mtu wa kwanza kupata kila habari ambayo tutakayoipost katika YouTube channel yetu. Tukutane tena katika vipindi vinavyokuja next time.